Karibu. Wewe, mbona umebadilika hivyo? Kwa nini boss? Hapana. Upo nadhifu sana. Kawaida tu boss, unajua mtoto wa kike kitu cha kwanza ni kupendeza. Alianza kama ndoto, penzi safi moyoni, leo simu mkononi, live kila saa nyumbani, sahani hazioshwi, chakula Samahani, nimechelewa kidogo. Usijali, hamna shida. Kwa ajili yako. Asante. Hiyo ni ice cream. Wanapenda sana kuja na wewe kula ice cream kwa sababu hiki ni kitu chenye ladha nzuri mdomoni na ubaridi wake ni kila kuna hali fulani najisikia kwenye mwili mpaka kiakili. Na kushauri hata wewe huwa unatumia ice cream. Umeanza tena kunihubiri. Sio kukuhubiria tu, ila kila anachokisema kwako nakimaanisha. Unajua wewe ni mwanamke mzuri na kama mwanamke mzuri inabidi upate mwanaume ambaye anayajua majukumu yake. Kwa hiyo unataka kumaanisha kuwa mwanaume wangu hajali chochote? Leo umewahi kuamka? Ndio bosi, unajua kazi ni heshima yangu. Na nimeamka mapema ili niweze kufanya kazi zote, pate muda wa kupumzika. Vizuri. Umenisaidia sana kwa kipindi hiki. Asante, usijali bosi. Siku moja utaniona tofauti. Yes. Namaanisha hivyo kwa sababu angejua majukumu yake, wewe usingekuwa katika hali hiyo ulikuwa nayo. Ungekuwa na furaha. Ni kwa muda tu. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Wakati mwingine uvumilivu unaweza kuwa maumivu kwako. Hebu kikatae iko kitu mapema kabla kija kuletea madhara. Mimi naamini hichi kitu kisingekuwa na faida kwangu, basi ningekuwa nimesha move on muda mrefu sana. Kitu usichokijua kinakutafuna kidogo kidogo bila wewe kujua. Nipe nafasi mimi nikuonyeshe jinsi gani nakupenda. Na mpaka sasa ushajua kuwa mimi nayajua majukumu yangu kwa mwanamke, na ndio maana nakupa furaha na amani. Na kuhakikishia ukiwa na mimi hautajutia kwenye maisha yako, bali utajiuliza kwa nini nilichelewa kukutana na Kasimu. Sikiza mwanangu, nataka kufanya kitu ambacho uje kukifanya. Sitaki mzaa. Niko tayari director. Sitaki mzaa. Stand by.
Yeah. Rolling. Na action. Leo tujifunza kitu kimoja kinaitwa kuhusu mahusiano. Mahusiano ni nini? Na je, kwa nini watu wanatesana katika mahusiano? Nisikilize. Ungana na mimi, nitakuwa host wako katika kipindi hichi cha leo. Utanipata pale TikTok. Pale TikTok utanikuta nimeandika kabisa Marekani Mweusi. Nenda ka follow pale. Ila mahusiano mengi huja na kuvunjika kwa sababu watu si waaminifu, na kuna vitu ambavyo huwa vinatokea kwa sababu unaweza ukampenda mtu na mtu asikupende, na unaweza ukapendwa na mtu na wewe usimpende, lakini yote katika yote inabidi inaitwa ni upendo. So ukimpata mtu ambaye anakupenda, tulia, huyo ndio wa kwako. Ungana na mimi katika kipindi kijacho. Marekani Mweusi hapa. Ciao. Leo umechelewa kurudi. Nilikuwa na kazi nyingi sana siku ya leo. Nenda kaoge. Je, chakula nishakuandalia kipo tayari. Asante. Nashukuru. Wewe ndiwe pumziko la Katu. Naam. Hiki ndio nachotaka kutoka kwako. Mwanangu, umetisha vibaya mno. Na nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwako. Kwa hiyo usijali, utapata vitu vingi sana kutoka kwangu. Sikiza Marekani. Umaarufu huja haraka na kuondoka, lakini heshima huja taratibu, hasa ukitunza haiba yako. Yeye ana furaha, mimi nipo kwenye hali hii, ila nitamuonyesha ya umamani ya ubabani yote yako sawa, nitamfundisha. Mitandao isije kapoteza heshima yako katika jamii. Kujitahidi sana na ufanya kazi zako, tunza heshima yako, hilo tu. Tutazingatia hilo direct. Ila nimeua. Yaani mpaka sasa hivi yaani siamini. Kama ndio unafanya kitu kama hiki. Kwa kawaida Mungu na kipaji sana. Acha Mungu. Mungu na kipaji. Ndio mimi sikupingi na issue zangu zote. Basi shukrani direct, shukrani sana. Haina shida hiyo. Au si? Haina shida. So tunaenda kupiga kingine pale au inakwaje? Basi hapo tumsubiria, kuna dogo anakuja hivi. Nataka tuungane naye katika issue. Basi haina shida. Mimi nishamaliza hapo ya kwanza. Sawa. Basi poa. Ngoja ndio kucheki hapo Matilda. Haya, poa hapo. Leo kuna nini? Hakuna kitu boss. Ni vile tu nimeweza nikuandalia meza nzuri, upate chakula katika hali ya utulivu. Na kingine, nyumba imekuwa na huzuni sana. Kwa nikaona sio mbaya tubadilishe mazingira kidogo. Asante sana. Bosi, unajua usiendekeze huzuni sana, kwa sababu kumbuka kuna maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo jitahidi kidogo kuondoa huzuni yako. Ni kweli, lakini moyo huamrishwa. Najua, lakini bosi, unajua huzuni ikikutawala inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo inabidi huzuni sikutawale ili uweze kujua pia wanaokujali. Asante, una moyo mzuri sana. Sawa.
Kimamu, natumai uko sawa sasa. Ya, mimi niko poa. Safi. Unaonaje ya mazingira? Mazingira ni mazuri sana. Ya. Wakati mwingine sio mbaya kuja katika mazingira kama haya, unakutana na watu tofauti tofauti, kidogo akili yako unaiweka na kuwa sawa. Naomba nikuulize kitu. Ya, uliza. Hivi, kwa nini unamsubiri mtu ambaye hajakupata tarehe ya kukuoa? Ni kwa sababu nampenda. Unajua nini? Mapenzi yanahitaji uvumilivu. Sahihi. Lakini wakati mwingine uvumilivu wako yanaweza kuwa mateso kwako. Hapo ulipo inabidi ujue ulipo wapi na unapokwenda wapi. Itakusaidia kwa usalama wa moyo wako. Lakini unajua nini? Watu wengi wanafikiri mapenzi ni zawadi. Ukweli ni kwamba mapenzi ni uamuzi tu. Ndio maana mimi nakuheshimu, kwa sababu unatumia akili na moyo pia. Usitaki kunifanya nijione ni mtu mwenye busara sana. Hapo ulipo wewe tayari ni mtu wa muhimu sana. Tena tutembea kidogo. Vipi? Safi director, vipi? Leo uko kimya sana. Director, nina shida na natamani sana unisaidie mawazo. Mtu gani? Hivi unamkumbuka yule mchumba wangu Kimamu? Namkumbuka. Yaani ni mwanamke mwenye heshima sana. Vipi? Kafanya nini? Nampenda sana yule mwanamke, ila nahofia kumkosa. Kwa nini? Kimamu anataka ndoa na ukizingatia bado sijajipata, kwa hiyo inanipa wakati mgumu sana. Bila shaka hayo ni maisha ya ahadi. Sikiza nikwambie ndugu yangu, mwanamke anahitaji ukweli, anahitaji vitendo na sio ahadi. Mwanamke hapendi mazungumzo mengi. Sikiza nikwambie, usipende sana kumwahidi mwanamke ukiwa kutenda kwako bado. Na wanaume wengi hupoteza mahusiano yao kwa kuwa wanaahidi bila vitendo. Hebu jitahidi kwanza, wakati unamwahidi wewe kina vitendo. Mimi naamini atakuelewa tu. Sasa director, hapo mimi nifanye nini? Sikiza nikwambie ndugu yangu, wanawake ni viumbe dhaifu sana. Labda nikwambie kitu tu, naomba ujitahidi wakati unapomwahidi utendee kidogo kidogo, sio mpaka liwe kubwa. Yesi anataka ndoa, mimi naamini ukiwa katika njia sahihi ya kutaka kumuoa atakuwa tu mtulivu. Sikiza nikwambie, andika barua, peleka kwao. Naamini akishaona barua tumefika, anajua mpango wa kuolewa yeye uko njiani. Kwa naamini hata kuwa anashaka tena juu yako. Nashukuru sana director kwa kumwangaza. Mimi nitafanya kama ulivyoniambia. Nadhani kila kitu kitakuwa kiko sawa. Nampenda sana mwanamke, sasa kumpoteza. Wewe bado gari? Gari. Pata na hii basi. Tukaenda. Au si? Tuzetu.
natumai leo utakataa kula. Leo umenifurahisha sana. Kwa nini? Kwa sababu tokea dada aondoke sijawahi kuona ukila chakula kwa amani kiasi hiki. Maumivu hayadumu milele, lakini kumbukumbu huishi milele. Sawa. Boss, nikuulize swali. Uliza. Hivi mtu ambaye anayekupenda akukosea mara ngapi na bado utaendelea kumsamehe? Hakunaga muda wa msamaha kwa mtu ambaye unampenda. Basi. Ngoja mimi niende nikakufulia nguo zako kwa sababu kesho tutakuwa na kazi nyingi sana. Director Ben video zake zinaenda viral, yani so poa. Tuone. Marekani kacheza vizuri. Director Ben anafanya kazi yake vizuri sana. Wewe Director Ben unamsifia, yeye yuko na amani kwa sasa, ila sio mimi. Maila, kila mmoja anafanya maisha yake, na wewe inatakiwa uamue ni maisha gani unayoyataka. Sio kwa sasa, ila nina jambo nataka kulimalizia kwanza. Una mpango gani? Mpango ukitangaza sio mpango tena. Yaani wewe ni mjanja sana. Kesho nina shughuli nyingi za kufanya, kwa hiyo naomba usikeshe sana kwenye TikTok. Sawa mama mkubwa. Karibu. Wewe, mbona umebadilika hivyo? Kwa nini boss? Hapana. Upo nadhifu sana. Kawaida tu boss, unajua mtoto wa kike kitu cha kwanza ni kupendeza, ili aweze kufanya kazi yake kwa uimara zaidi. Hivi una miaka mingapi? Kwa nini boss umeniuliza? Nimekaa na wewe hapa kwa muda mrefu sana, lakini bado sijakufahamu zaidi. Mimi ni mtu mwema tu boss, na nilikuja hapa kutafuta kazi na nimejifunza vitu vingi nilipoishi pamoja na nyie hapa. Kama nini? Nimejifunza kuwa mtu mwema
wakati wa shida, lakini pia watu wengi huwa pamoja na wewe wakati wa furaha na watu wachache wakati ukiwa na huzuni. Mimi ni mume bora? Hakuna mkamilifu, hakuna mume mkamilifu wala hakuna mke mkamilifu. Cha msingi wote ni kuvumiliana na kutokata tamaa kwa haraka. Asante sana Esther. Nilikuwa natarajia kwa kipindi kirefu sana kupata maneno matamu kama haya, na sijawahi kupata hapo awali. Nashukuru kwa hilo. Hatua ya kwanza nimeianza. Maila, unafanya nini hapa? Naomba msamaha. Najua wakati nilokuja ulikuwa sio sahihi. Kwa naomba unisamehe. Kuomba msamaha jambo jema. Na kujia ni kitu binafsi. Usije kuchanganya mambo yako ya ndoa na maisha ya watu wengine. Utakuwa makini. Nimeshajifunza. Kama hujifunza ni sawa, kwani mimi sina chuki na wewe. Mimi napenda na natamani kuwa wakati mwingine tukutana tu watu wa kuheshimiana. Yaani yale mambo yetu binafsi tuachane nayo. Nadhani unanielewa. Sawa, ila naomba unisamehe. Hadi maisha yanapita. Sawa. Kwa nini? Sasa alianza kama ndoto, penzi safi moyoni, leo simu mkononi, live kila saa nyumbani, sahani hazi